Kristo. Leo niko na Mama Success Kibosho, kanisa la Katoliki Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni. Mama Success ni kijana, mimi nawahimiza vijana, wanawake vijana wajiunge na WAWATA, wanawake Katoliki. Kama huyu ni analea familia yake vizuri, ukiwa katika wanawake Katoliki jumuiya yetu, tunafundisha vitu vingi, kwa hiyo anashiriki mikutano yote, anatoa ada ambayo ni ya kila mwezi. Kwa hiyo ninawahimiza wanawake vijana kujiunga katika jumuiya ya wanawake wa Katoliki. Pia leo tulikuwa na misa maalum. Misa ya kwanza ilikuwa ya UWAKA, wanaume Katoliki. Misa ya pili imekuwa misa ya wanawake Katoliki ambayo imeandaliwa na baba paroko Beatus Vomilia. Kwa hiyo tunamshukuru kwa kutuandalia hizi misa tofauti, kwa sababu kuna vitu vingine tunaweza kuongea tukiwa wanawake peke yetu, vingine wanaweza kuongea wanaume peke yao. Kwa hiyo leo ilikuwa ni misa ya wanawake watupu, misa ya pili, ya kwanza ilikuwa wanaume watupu. Kwa hiyo hapa ninamweka kama kijana mzuri, dada mzuri. Watu wengi wanaona WAWATA labda ni ya wazee waliovuka miaka 50 kama sisi, lakini wapo vijana kama hawa wako vizuri, mnaona yani kila kitu ni kizuri. Kwa hiyo mabinti, jitahidini mjiunge na wanawake Katoliki ili pia mkatuwakilishe vizuri katika nyumba zenu mkiolewa, hata kama ambao mko ndani ya ndoa. Tutawafundisha jinsi ya kuishi, kuombea familia, kuombea mume, kuombea majirani pia. Kwa hiyo ninasema asante Mama Success, na pia nitapenda tu ajitambulishe kwamba anaionaje WAWATA, anavyojisikia, uwe huru. Asante. Naitwa Samani Peter, ni mwana wa WAWATA. Namshukuru Mwenyezi Mungu kunipa nguvu na ujasiri kuweza kuingia katika kikundi cha WAWATA. Najisikia amani kwa kweli. Asante, nashukuru. Nikutakie Jumapili njema, usalimie familia. Asante mama, na kwako pia. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Hapa nipo parokia ya Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni Kibosho, ambapo leo tulikuwa na misa ya wanawake watupu, misa ya pili. Misa ya kwanza ilikuwa ya wanaume watupu. Nilikuwa napenda niongee kidogo kuhusu wanawake wa Katoliki WAWATA, kwamba kuna vitu lazima tukumbushane kwa kila siku hapa na pale. Kwa mfano, hapa kuna kitu ambacho nimetoa kwenye mtandao wa Vatican kuhusu wanawake wa Katoliki Tanzania, WAWATA, maisha na utume wao, kwamba WAWATA ilianzishwa mwaka 1972, lengo likiwa ni kwa lengo la kujitakatifuza na kutakatifuza malimwengu, yaani kujitakatifuza na kutakatifuza malimwengu. Hapa hii kauli mbiu ya tutumikie, tuna kauli mbiu ya tutumikie na kuwajibika, ambapo madhumuni makuu ya WAWATA ni pamoja na kuwaunganisha wanawake wa Katoliki nchini Tanzania katika juhudi zao zinazowahusu kama Wakristo, wanawake, raia, wakiwa katika vikundi mbalimbali ambavyo lengo lao ni kudumisha ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Na kuona hii WAWATA dhumuni lake pia ni kuona kila mwanamke Mkatoliki wa Tanzania anaelewa nafasi yake, wajibu wake wa Kikristo, kuanzia ngazi ya familia, jumuiya, kanisa, jamii na taifa kwa ujumla. Kwa mfano, familia, jumuiya, kanisa, yani wewe kama mwanamke unawajibika katika familia yako, jumuiya yako, kanisa, jamii na taifa kwa ujumla. Ukiwa kama mwanamke, lazima kuna hivi vitu lazima uwajibike kama mwanamke. Hivi tunakumbushana tu. Pia na kufanya maisha ya hapa duniani kuwa taa na nuru katika ulimwengu kama mawakili wa Yesu Kristo. Wanawake sisi ni mawakili wa Yesu Kristo, pia tuna nafasi kubwa. Nitaelezea hiyo mwisho tunakuwaje mawakili. Tuna nafasi kubwa au wanasema kuliko hata wanaume. Katika Luka, hapa narejea Luka sura ya 4 mstari 18, unasema Roho wa Bwana yu juu yangu, kwani ameniweka wakfu niwaletee maskini habari njema, amenituma niwatangazie mateka uhuru wao, na vipofu watapata kuona tena. Amenituma niwakomboe wanaonewa. Hii inatoka kwa Baba Askofu katika ujumbe wa Baba Mtakatifu Francisco katika maadhimisho ya siku ya 95 ya kimishonari ulimwenguni, Jumapili ya tarehe 24 Oktoba 2021. Yalinogeshwa na kauli mbiu ya kwamba sisi hatuwezi kuacha kuyanena maneno ambayo tuliyaona na kuyasikia.
yani maneno, matendo ambayo uliyaona na kuyasikia, matendo ya Mungu, maneno ya Mungu uliyaona na kuyasikia. Kuyaona na kuyasikia maana yake uliona mkono wa Mungu alivyokutendea. Pia ningependa niwaambie WAWATA popote pale mlipo, hasa WAWATA vijana, nasema WAWATA chipukizi, ninapenda mfahamu vitu vingi katika WAWATA wanawake wa Katoliki Tanzania. Kuna kazi mahususi ambazo tunatakiwa tufanye tukiwa kama wanawake wa Katoliki. Kuna kazi za kiroho na ibada, kuongoza sala, kusali rozari, kushiriki kamilifu katika shughuli za liturujia na kwaya. Pia katika uleaji wa familia, ukiwa kama mama Mkatoliki unatakiwa uwe mwana kichwa ni baba, lakini wanasema mwanamke ni nguzo. Kwa unatakiwa uwe nguzo nzuri katika familia yako, malezi ya watoto na kadhalika, kuwatembelea wagonjwa na kuwasaidia maskini. Pia tunatakiwa katika hii familia tunatakiwa pia kushauri familia na kuwaongoza watoto kimsingi na katika imani Katoliki. Kuna huduma ya upendo, hiyo ndio kuwatembelea na kuwasaidia wagonjwa, maskini na wahitaji wengine katika jamii. Tunatakiwa pia tuwe katika maendeleo na utume, kushirikiana na vyama vingine vya kitume na kusimamia miradi mbalimbali ya maendeleo ya kanisa na jamii. Wanawake wa Katoliki wa Tanzania, kuna mpango ambao wengi hatufahamu. Hapa tunakumbushana na tunaelimishana. Kuna vitu ambavyo utasikia unatakiwa ufanye, kumbe ulikuwa hujui. Kwa mfano, kuna kitu kunaitwa mpango mkakati wa WAWATA wa mwaka 2023 mpaka 2026 ambao umejengwa na kauli mbiu ya Umoja wa Wanawake wa Katoliki Duniani. Kuna Umoja wa Wanawake wa Katoliki Duniani unaoitwa World Union of Catholic Women Organization. Kauli mbiu ya mpango huu inasema kwamba kauli mbiu ya somo letu la Bikira Maria msaada wa Kristo wa mwaka huu ni kwamba ni mambo ya familia, saidia, ambatana na kutia moyo. Yaani kusaidia familia, kuambatana na kutia moyo. Kwa sasa tunaendelea na kampeni ya kupanda matumaini inayomtaka kila mwanamke Mkatoliki kupanda miti miwili. Sijui kama hiyo ulikuwa unafahamu au ufahamu, lakini huu mpango wa wanawake wa Katoliki duniani, World Union of Catholic Women Organization, wameomba au kauli mbiu yao kwamba kila mwanamke Mkatoliki duniani ashiriki pia katika mazingira ya dunia. Mwanamke Mkatoliki kama ufahamu, unatakiwa kila mwaka upande miti miwili ili kutengeneza mazingira bora ya duniani, kuondokana na ukame, kuleta mvua. Kwa hiyo mwanamke Mkatoliki kama ulikuwa ufahamu, unatakiwa upande miti miwili kila mwaka kuanzia sasa. Ukipanda mingi ni sawa, lakini angalau panda miti miwili. Hapa ngoja napenda ninukuu. Kwa sasa tunaendelea na kampeni ya kupanda matumaini, Planting Hope, inayomtaka kila mwanamke Mkatoliki kupanda miti miwili kila mwaka na kuitunza. Kuendeleza mradi wa World Women Observatory wenye lengo la kupiga vita aina zote za manyanyaso, biashara haramu za binadamu na viungo vyake na kadhalika. Mwanamke Mkatoliki pia kuna miradi endelevu. Hii kampeni ya kupanda matumaini kwa kupanda miti miwili kila mwaka, Planting Hope, kwa kipindi cha mwaka 2024-25 na 25-26. Kwa hiyo mwanamke Mkatoliki, naomba uchukue hii kwamba unatakiwa upande miti miwili kila mwaka. Kama ulikuwa ufahamu, watu wengi nadhani mlikuwa mfahamu, lakini ndio sasa hivi kauli mbiu ya World Union of Catholic Women Organization. Namalizia kwa kusema kwamba wanawake wa Katoliki duniani, simameni kidete kulinda na kutetea Injili ya uhai. Injili ya uhai hapa kila Disemba 10 kimataifa inaadhimisha siku ya haki ya msingi za binadamu. Hapa kuna haki za binadamu, kuna mambo ya unyanyasaji, lakini hapa kinachopiganiwa pia kwamba heshima ya binadamu tangu pale anapokuwa tumboni mwa mama yake. Binadamu anaikuwa tumboni mwa mama yake aheshimiwe. Hapa inakuja kwamba kile kitu kinaitwa kutoa mimba hakitakiwi. Hata iwe lazima vipi, Mungu yupo. Kuna wengine wanasema daktari alisema nitoe mimba, labda inaweza kuwa kwa ajili ya afya, hiyo ni profession ya madaktari, lakini mara nyingi mimba zinazotolewa ni mtu ameamua kwamba nina watoto wengi, hawa watoto wangu wameongozana sana, hii mimba hapana. Yule tayari ni binadamu, aheshimiwe. Hapa napiga vita kutoa mimba. Abortion lazima tuizuie, ikiwezekana tuimalize, kusiwe na utoaji wa mimba.
Katika hii kumalizia, nasema kwamba wanawake wa Katoliki huunda sehemu kubwa ya waumini bilioni 1.3 duniani, wakiongozwa na shirikisho la vyama vya wanawake wa Katoliki duniani ambalo ni World Union of Catholic Women Organization. Kati hii shirika la wanawake wa Katoliki duniani linasisitiza usawa na utu, ingawa wanawake hawaruhusiwi kuwa mapadri au maaskofu. Pia shirikisho la kimataifa hili lilianzishwa mwaka 1910. Katika mtazamo shirikisho la kimataifa hili kuna mtazamo wa kikanisa, mtazamo wa watawa na masista na uongozi na maamuzi. Katika mtazamo wa watawa na masista, hawa ni wanawake waliojitolea maisha yao kwa Mungu na jamii kupitia mashirika ya kitawa. Wanafanya kazi muhimu sana duniani kote, hasa katika kutoa huduma za afya, elimu na misaada kwa maskini. Kwamba watawa na masista wao wanafanya kazi ambazo ni ngumu kwetu. Kwa mfano, masista wanaamka asubuhi sana, wanakuja kama hapa Kibosho. Tunakuwa na mkutano kusema inaitwa mwongozo. Saa 11:30 sista iko pale. Kwamba amekuja 11:30. Sisi wengine manyumbani unakuta mtu hataki kuamka, anasema haiwezekani, lakini sista iko pale. Wiki iliyopita nilikuwa pale, alikuja mpaka baba paroko, na kesho pia saa 11:30 asubuhi. Wameamka wanakuja pale wanatusubiri sisi ambao tunatoka manyumbani. Kwa hiyo hawa wapewe maua yao kwamba wamejitolea kutusaidia sisi kiimani na kadhalika. Na watoto wetu pia katika hapa, kwa mfano masista wanapita kila nyumba, hata baba paroko kuna wakati anaamka asubuhi sana saa 12 anapita kwenye familia, anaongea na vijana. Kwa hiyo anaongea na vijana katika kumtaka kijana awe na nini? Amfahamu Mungu na mafundisho mengine. Vijana wengi hapa, wengine unakuta wameshaingia kwenye makundi tofauti. Kwa hiyo baba paroko na masista wanafanya kazi kubwa sana kusaidia vijana wetu hapa. Kwa hiyo hawa ni watu ambao wamejitolea maisha yao kwa ajili yetu sisi kutusaidia kiimani. Pia wanawake wa Katoliki na wanawake wote huwa mara nyingi napenda kuambia kwamba sisi tuna nafasi kubwa kuliko wanaume katika dini, kwa sababu Yesu alivyokuwa anafundisha katika kitabu cha Marko na Mathayo, kuna mtu ambaye alikuja akamwambia, mama yako na ndugu zako wako nje wanakutafuta. Akasema, mama yangu na ndugu zangu ni kina nani? Kwa maana yeyote yule atakayetimiza mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyo ndiye ndugu yangu, ndugu yangu, umbu langu na mama yangu. Alisema huyo ndiye ndugu yangu, umbu langu na mama yangu, akiwa na maana kwamba mama yake Bikira Maria alikuwa nje na ndugu zake kabisa. Alikuwa anasema mama yangu ni nani na ndugu zangu ni nani. Akawa ananyosha mkono kwa wale ambao wanafundisha, akasema, tazama mama yangu na ndugu zangu, yani wale watu walikuwa wanafundisha. Kwa maana yeyote atakayetimiza mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyo ndiye ndugu yangu, umbu langu na mama yangu. Ndugu yangu akiwa na maana ndugu wa kiume, kaka. Hapo alikuwa na maana umbu langu ni ndugu wa kike, dada. Mama yangu ni mama. Kwa hiyo wamama tuna nafasi kubwa mbili. Sisi ni madada wa Yesu na ni mamama pia. Kwa maana hiyo, kama Yesu yuko katikati yako, nani atasimama juu yako? Silaha gani itakayokudhuru? Hakuna. Kwa maana hiyo, na maana kwamba haiwezekani ukakaa unalalamika kama hapa watu wanalalamika, watoto wanavuta bangi, watoto wanavuta sigara, watoto hawafanyi kazi vijana wao. Kama Yesu ni kaka yako, Yesu ni mwanao, nani atakushinda? Ni kwamba turudi kwenye magoti, tutubu dhambi zetu, tupige magoti, atatusikiliza kama alivyosema katika Yohana Mtakatifu, amin amin nawaambieni, yeye aniaminiaye mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam na kubwa kuliko hizo atafanya. Kwa kuwa mimi nakwenda kwa Baba, mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya, ili Baba atukuzwe katika Mwana. Mkiniomba neno lolote nitalifanya. Neno lolote maana yake ni neno lolote. Ombeni mtapewa. Tumsifu Yesu.